Patrick, kanisa ni FCCI Victory Center wa Mwini penye huko. Ujisikie kuwa karibu na Yesu. Mahali hapa tuko tu kwa ajili ya kuwa watumwa wa Kristo. Tumekubali kuwa watumwa wa Kristo. Tumekuja hapa na malengo moja tu. Malengo yenye Yesu alilenga akija, ndiye ametutuma pia sisi tulenge. Alikuja kwa waliopotea ili wakapatikane. Bwana Yesu asifiwe. Na akaja kwa walio wachafu ili akawatafuta wasafishe. Yesu hakukuja kwa wale wanajiita wako perfect. Alikuja kwa wale wanaona hawako wakamilifu ili awakamilishe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Yesu tunamsikia hapa Victory Center. Hapa Victory Center. Kanisa hili nikipewa jina FCCI kwa sababu ni mrefu sana. Wewe unasema tu niko Faith Victory Center wa Mwini, lakini Mungu anaendelea kutenda mema kwa sababu ni kanisa la ushindi. Haleluya. Mungu ametushindania tangia Januari, na mimi ndio huyu macho yangu inaanza kuona mwisho wa mwaka. Naanza kufurahia nikicelebrate, lakini nikiangalia kikapu changu naona baraka za Bwana nikizihesabu zenye ametenda kuanzia Januari mpaka sasa. Naanza kuzihesabu nikiambia Mungu tukuzwe Yesu. Haleluya. Leo Mungu anatupa ujumbe, na nataka kila mmoja, kwa sababu Januari ilipokuwa inaanza tulipeana Biblia hapa. Ningependa mnatembea na hata mna mahali pa kuandika, ili ukienda nyumbani pastor anaweza kosekana pale nyumbani, wewe pitia hilo neno likusaidie. Ili ninapohubiri pia wewe pitia kwa neno uone kama na upindi neno la kweli, neno lenye linastahili, kwa sababu itapaswa mimi nisimame hapa nikupotoshe. Inapaswa mimi nikupe mwelekeo unapoenda nyumbani ukajisomee na ukapate mwelekeo kutokea kwa neno la Mungu. Nashukuru wazee wote walio mahali hapa, wacha tuwapigie makofi mazuri. Vijana tupigie wazee makofi mazuri. Yesu ni mwema, kwa sababu ni Mungu wa vijana, ni Mungu wa wazee, Mungu wa kina mama na Mungu wa watoto. Mumaona watoto hapa wakimshukuru Mungu katika nyimbo zao. Ukiona vijana hapa wakimshukuru Mungu katika nyimbo zao. Emmanuel, na wewe usikalie kipaji chako, chipuka nacho, kwa sababu mwanga wa Yesu umekuangazia. Simama na uamue, useme msimamo wangu ni huu. Usichague pa kuinuliwa, ni Yesu atakuchagulia ni wapi utainuliwa. Mahali penye atakuinulia yeye mwenyewe ndiye amechagua. Ukianza kuchagua utadelay, na tulikataa spirit of delay. Tukaambia Mungu, watu wetu walioitwa na kwa jina lako Bwana hawata delay. Mambo yao yatachipuka, baraka zao zitachelewa, zitainuka na zichipuke, na wasongeshwe hatua nyingine. Ndio taifa lione, ndio mataifa yaone ya kwamba Mungu wa Emmanueli amemuinua kutoka mahali. Ndugu yangu, shikia Mungu. Wewe kijana, wewe ni mwimbaji, wewe chipuka na kipaji chako. Ni Mungu amekiweka ndani humo, ni Mungu anajua vile atakitumia vya kuinue. Bwana Yesu asifiwe. Tumia chenye uko nacho, chenye Mungu amekupatia, ila kusongesha kwa hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tutulie mama, iposa nisijaanza kwa sababu watoto wajatulia. Tafadhali tutulie katika jina la Yesu Kristo. Tukae chini ili watoto pia waone tumetulia katika jina la Yesu Kristo. Nataka siku ya leo tujifunze katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 10. Tutajifunza kutoka mstari wa 38 hadi mstari wa 42. Hiyo ndio ujumbe yenye Yesu anataka tujifunze siku ya leo. Na kila wakati unaposikia neno la Mungu, wacha likakusongesha hatua nyingine, wacha likakusongesha penye hujai kuwa, wacha likakusongesha penye wewe hujai fika. Na najua siku ya leo neno la Mungu litakusongesha hatua nyingine. Najua ninaposema kitabu hicho kila mmoja anafungua, na kama hauna unaandika mahali, kwa sababu unasikiza na ufike nyumbani ukatafakari neno hili. Na nilisema wale wenye wamejiunga na sisi na hamna Biblia, mnaniona ili Jumapili mletewe Biblia, kwa sababu ni hicho tu chenye kinaweza kukusaidia.
Fanya Biblia hiyo ikuwe pillow. Fanya Biblia hiyo ikuwe kiti. Fanya Biblia hiyo ikuwe vazi lako. Ukaifunge neno hilo kwa shingo yako usiku na mchana, ukatafakari kwa neno hilo, kwa sababu ukianza kutafakari mambo ya binadamu hautaweza. Neno la Mungu linasema nini? Luka mtakatifu mlango wa 10 ndio mstari wa 38. Yes. Biblia inasema ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja. Ikawa katika kuenenda kwao Yesu akaingia kwa kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Akakaribishwa na mwanamke mmoja, msichana mmoja Martha. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu. Naye alikuwa na kazini yake anaitwa Mary, aliyeketi miguuni pake Yesu. Aliyeamua Yesu anapokaribishwa na yeye akae kwa miguu ya Yesu, akisikiliza maneno yake. Akisikiza maneno ya Yesu. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Lakini Martha anapohangaika kwa jikoni, mgeni amefika, anakimbia kwa jikoni kule, alikuwa anahangaika na shughuli nyingi. Akamwendea akasema, akaendea Yesu akaanza malalamiko. Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike? Wewe huoni mwenzangu badala ya kunisaidia jikoni amekuja hapa kukaa na wewe kupigia story? Basi mwambie anisaidie. Ambia huyu Mary anisaidie. Bwana akamjibu akamwambia, Yesu akajibu Martha akamwambia, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Unasumbuka na mambo mengi na kufadhaika na vitu mingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Wewe katika maisha yako kinatakiwa kitu kimoja tu tafute. Na Mariamu amelichagua fungu lililo jema. Na huyu Mary ametafuta fungu na kitu kilicho chema, ambalo hataondolewa, na ambalo halitaondoka kwake kamwe. Bwana bariki andiko. Pigie Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni hadithi ya Mary na Martha yenye Yesu Mungu anataka tujifunze kutoka kwayo. Mary na Martha walikuwa marafiki wa karibu na Yesu Kristo. Hawa walikuwa marafiki wa Yesu Kristo. Jinsi sisi tuliookoka, sisi ni marafiki wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kila mmoja anisikize kwa dakika chache zenye zinakuja. Wewe unapookoka unakuwa rafiki wa karibu sana na Mungu. Martha na Mary walikuwa marafiki wa karibu sana na Yesu. Hata mimi na wewe sisi ni marafiki wa Yesu. Lakini nataka uangalie Yesu alipotembelea nyumba yao, Martha alikuwa busy sana kuandaa chakula kwa ajili ya mgeni. Rafiki yako wa karibu amekutembelea. Kama binadamu ni lazima uanze kukimbia jikoni. Beti ataenda kwa duka atafute mkate, atakimbia huko. Lakini kunaye rafiki mmoja aliyeitwa Mariamu. Yeye badala ya kuanza kushughulika jikoni, aliamua kwenda kukaa penye Yesu hapo, asikize yale yenye Yesu anamwambia. Wakati Mary aliketi miguuni pa Yesu akimsikiliza, Martha naye alikuwa jikoni akishughulika vile Yesu atakula na kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uandalaini ya kwamba wawili wote walikuwa marafiki wa karibu sana na Yesu. Lakini kuna mmoja amechukua hatua nyingine, mwingine amechukua hatua nyingine. Mimi sijui ni nani aliyechukua hatua nzuri, lakini maandiko yanatuambia hivi. Martha alikuwa na hasira sana kwa sababu ya Mariamu. Akamwambia Yesu, hakungoja hata mgeni aondoke, kwa sababu Yesu alikuwa rafiki yake.
Martha akaamua kwenda kwa Yesu, akamwambia, ona sasa mwenzangu, haoni mimi inafaa nisaidie nikushughulikie? Bwana Yesu asifiwe. Zote zilikuwa shughuli nzuri kwa ajili ya rafiki yako. Martha kuamua kwenda kushughulika jikoni ilikuwa hatua nzuri ya mtu yoyote kumfanyia rafiki yake. Mary kuamua kukaa na rafiki yake na msikize pia ilikuwa hatua na uamuzi mzuri kwa mtu yoyote mwenye ametembelewa na rafiki wa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naona Martha anaanza kulalamika, anamwambia Bwana, je, huoni kwamba dada yangu ameniacha peke yangu? Mwambie nisaidie. Ukiangalia mstari wa 40 anasema, mwambie huyu Maria aliye dada yangu anaacha nahangaika tu. Wewe umeamua kumshughulikia Yesu aliye rafiki wa karibu na wewe sana. Haikupasi uanze kulalamika rafiki amekuwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeamua kushughulika kwa ajili ya rafiki yako Yesu Kristo, haikupasi uanze kuangalia ule mwingine ya kwamba hashughuliki kama wewe. Uko hapa umeokoka, uko hapa wewe ni rafiki wa Yesu. Kunao wenye wanaimba hapa, kunao wenye hawaimbi, kunao wenye wanaongoza hapa, kunao wenye waongozi. Nyinyi wote mnashughulika kwa ajili ya rafiki yenu aliye karibu anayeitwa Yesu Kristo, na mnakubalika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamjibu Martha, akamwambia, Martha, wewe Abigail, wewe Abigail. Akataja Martha mara 2. Unajihangaisha na kuogopa na mambo mengi, lakini mambo machache ni lazima, au jambo moja tu linakupasa wewe utafute. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema, huyu Mary amechagua sehemu iliyo njema ambayo haitaondolewa kwake. Hiyo mstari wa 41 na mstari wa 42, ya kwamba sehemu yenye Mary amechagua ni sehemu muhimu sana. Nataka hadithi hii iingie ndani mwako na ujiweke katika nafasi ya huyu mama, uziweke katika nafasi ya huyu Mary. Huyu Mary akachagua jambo zuri, jambo moja tu la kukaa na kusikiza. Umekuja katika nyumba ya Mungu, wewe unajishughulisha na mambo mengi kama Martha, ama unajishughulisha na jambo moja tu kama Mary? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hii ni hadithi ya maandalizi ya moyo. Unaposikia ujumbe huu, ninazungumza kwa ajili yako, mtoto wa Mungu. Inazungumzia maandalizi ya moyo wako. Christmas hii, mwezi wa Disemba huu, inakupasa wewe ulio mwana wa Mungu, binti wa Mungu, uanze kufanya maandalizi ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fanya haraka na uanze maandalizi ya moyo wako. Yesu anataka kuja na kukaa ndani yako. Anataka akuje mwezi huu akae ndani mwetu. Hata kaa nje, ataingia ndani nyumba yetu iliyo mioyo zetu. Alipoingia kwa marafiki yake, kuna wale waliomweka kwa moyo wao,
Mary akamweka kwa moyo, Martha akaweka moyo wake kujishughulisha na mambo mengi. Nataka siku ya leo, tunataka tuandae mioyo zetu ili Yesu akapate makao ndani ya moyo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninazungumza na mtu hapa, piga makofi mazuri kama nazungumza na wewe. Maandalizi ya moyo. Yesu anahitaji nafasi iliyo tayari. Yesu alipotembelea Martha na Mary, mmoja wao hakuwa tayari. Martha hakuwa tayari, kwa sababu kama rafiki anakutembelea, ni lazima kwa sufuria yako tuwe na chakula kimeandaliwa mapema. Flaski yako iwe na maji moto ya kukorogwa mara moja, na mgeni anapata maji moto. Si ya kwamba mgeni akiingia ndio unaanza kujishughulisha pasipo kumpa nafasi yako na muda wako azungumze na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anahitaji nafasi iliyo tayari ndani ya moyo wako. Moyo wako na wangu unahitajika uwe na nafasi iliyo tayari. Unaweza kuwa na nafasi ndani ya moyo wako, lakini nafasi hiyo haiko tayari. Nataka munisikize ninapokamilisha ujumbe huu, ya kwamba sisi wote tumekuja kanisani, tumepeana nafasi kwa mioyo zetu. Atukuzwe Bwana. Lakini Yesu anataka hiyo nafasi iliyo tayari kumpokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusitoke hapa jinsi tulivyokuja, tutoke hapa na jambo limefanyika ndani ya mioyo zetu, kwa sababu Yesu anapoingia ndani ya nafasi ya moyo wako, hata acha moyo wako na maisha yako yawe jinsi yalivyokuwa. Anayabadilisha, anayarembesha, anaweka tumaini, anaweka mzigo wa kumtafuta. Sasa ukitembea, ukiishi, utakuwa na kiu ya kutafuta Kristo kwa kupitia kwa neno lake. Hautakuwa na kiu ya vitu vya ulimwengu. Martha kadhani ya kwamba rafiki yao angetulizwa njaa na chakula cha jikoni. Haleluya. Kumbe mgeni huyu ni mgeni mashauri, mgeni wa sifa kuu, mwenye hatulizwi kiu yake na njaa yake na mambo yaliyoumbwa na binadamu. Anataka sisi tukamsikize zaidi, kwa sababu yeye anakuja kuwa mkate wa uzima. Yesu ndiyo chakula chetu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Martha alipokuwa anaandaa mkate kwa ajili ya Yesu, hakujua mgeni mwenye ameingia kwa nyumba ni mkate wa uzima. Tusijishughulishe na mambo mengi yasiyo na faida katika maisha yetu. Tujishughulishe na jambo moja tu, kutafuta ufalme wa mbinguni na kumjua huyu Yesu. Na tutamjuaje kama hatujaandaa nafasi ndani ya mioyo zetu? Na nafasi hiyo ni lazima iwe tayari. Sema amen. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Yesu, sikiza mwana wa Mungu, binti wa Mungu, mzee wa Mungu, mtoto wa Mungu. Mungu Yesu Kristo anahitaji moyo ulio tayari kumnyenyekea na kumpenda. Mariam akakaa chini ya miguu ya Yesu kuonyesha unyenyekevu. Akanyenyekea, angoje Yesu amwambie nimemalizana na wewe. Lakini Martha alipokaribisha tu Yesu, yeye akakimbia jikoni, akaanza mashughuli. Kumbe inatupasa tunyenyekee miguuni pa Bwana na tufungue roho zetu, tuonyeshe upendo kwa Yesu Kristo, ili akaseme jambo moja ndani ya maisha yetu na mioyo zetu zinaponywa. Yesu anaposema jambo moja, moyo wako unaponywa. Yesu anaposema jambo moja, magonjwa yanakutoka.
Yesu anaposema jambo moja, wewe uliopooza unaponywa na unasimama. Yesu anapotenda jambo moja na nene jambo moja, kiu ya ulimwengu huu inakuondoka na unaanza kuwa na kiu ya neno la Mungu. Sema biga amen. Kila mmoja ashangilie Yesu kwa makofi mazuri. Hiyo sadaka inamtosha Mungu, ya kwamba yeye tu. Hebu tuandae mioyo zetu kwa Yesu. Hebu andaa moyo wako kwa ajili ya Yesu. Mwezi huu usikamilike na moyo wako bado hujauandaa. Andaa moyo wako kila wakati, usikie sauti ya Mungu ndani ya moyo wako. Hebu tumwamini na kumtegemea kuwa yeye ni Bwana wa maisha yetu. Tumwamini na kutangaza ya kwamba Yesu ni Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Bwana Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako. Wacha awe Bwana wa maisha yetu. Unapofungua moyo wako kwa ajili ya Yesu aingie akazaliwe ndani mwako, ndani ya moyo wako. Yesu hazaliwi tena na binadamu, lakini anatafuta moyo ulio tayari, ulio na nafasi, ili akazaliwe ndani mwako. Wale watakaobadilishwa na kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndani ya mioyo zetu watajaa upendo, watajaa furaha, watajaa kupendana, watajaa kusaidiana, watajaa afya, kwa sababu wamekubali kupata nafasi ndani ya mioyo zao, wakaandaa nafasi, ikapatikana hiyo nafasi, ikawa tayari, Yesu akaingia. Hiyo ndio ujumbe yenye Yesu ametaka mpate siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukubali upendo wake Yesu Kristo. Ndugu yangu, hebu tukubali upendo wake Yesu Kristo. Hauwezi linganishwa na upendo mwingine. Binadamu anakupa upendo kwa kipimo. Binadamu anakupakulia tu upendo. Kama atapenda ndiye akupende, kama hataki akupendi. Lakini Yesu Kristo, hebu tukubali upendo wa Yesu Kristo na kuishi maisha ya kumwabudu na kumhudumia yeye na kumtumikia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bado niko kwa ujumbe huo, ya kwamba Mungu anataka kumzaa Yesu katika maisha yetu. Malengo ya Mungu ya kwamba anakusamea, anakupa nafasi nyingine. Kila mwaka Mungu anakupa nafasi. Kila dakika anakupa nafasi ya pili. Kila dakika anakupa nafasi ya pili. Sio binadamu anasema tutasameheana mbinguni tu. Sio binadamu anasema siwezi kusamehe. Sio binadamu atasema siwezi tembea naye. Yesu anakupa nafasi nyingine ili akuzalishe Yesu Kristo katika maisha yetu, kama vile alivyotajwa katika Wagalatia 4 mstari wa 19, kama vile ilivyotajwa katika Wagalatia 4 mstari wa 19. Msomaji wangu anapojiandaa, mstari huo unasema, watoto wangu, kwa kuwa mwenzi wenu ni Yesu, na wapa tena mateso mpaka akapate kibali ndani yenu. Wacha msomaji akatusomee mstari mmoja tu pale, ya kwamba maandiko haya yanatuita watoto waliopendwa na Yesu Kristo aliye Baba na Mwokozi. Somea mstari wa 19. Biblia inasema, yes, vitoto vyangu. Kwanza Biblia inasema vitoto vyangu, ambao kwamba nawaonea utungu tena
mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Mpaka Kristo aumbike ndani mwenu. Haleluya. Amen. Naonea Paulo akaambia Wagalatia, vitoto vyangu, bado niko na huruma na upendo mkuu, na ninawasihi mukubali Yesu akazaliwe ndani mwenu. Mukubali mambo mengine yasizalike, chuki isizalike ndani mwenu, uovu ulio wote usizaliwe ndani mwenu, lakini naomba Kristo akazalike ndani mwenu. Sema amina. Amen. Mimi nataka Kristo azalike ndani mwangu. Ninapotembea moyo wangu ukabebe huyu Kristo. Ninapoangalia watu nikaone viumbe vya Mungu vinavyopendeza. Ninapotembea kwa nyumba za watu nikaone watu waliopendwa na Mungu. Nikahubiri huyu Kristo kutoka kusini mpaka mashariki, ili watu wakampokee, wakapokee tumaini. Hatuna tumaini lingine ila tu kwa Yesu Kristo. Andaa moyo wako. Maandalizi ya moyo wako unatangulia maamuzi yenye unafanya. Unapofanya maamuzi, unaanza kuandaa moyo. Unaambia Yesu, njoo, ingia ndani ya moyo wako. Unaandaa nafasi, na hiyo nafasi lazima iwe tayari, yenye haina maua, yenye haina dhambi, yenye haina chuki, yenye haina ubaya, yenye haina wizi, yenye haina uongo. Hiyo moyo inaandaliwa kila siku. Hata Wagalatia waliokuwa wamempokea Kristo, waliokuwa wanaimba mpaka Roho Mtakatifu anashuka, mioyo zao bado hazikuwa na nafasi iliyo tayari ili Kristo akazaliwe ndani mwao. Ndiposa mtumishi wa Mungu akawaambia, ninawasihi vitoto, andaeni mioyo zenu ili Yesu Kristo akashinde, akakae, akaingie, akaishi, akale na wewe ndani ya moyo wako. Ufunuo 3:20, Biblia inasema hivi, nasimama mlangoni na bisha, yoyote mwenye atafungua nitaingia, nitakula na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nyinyi mliofungua, kwa sababu alibisha kwa mioyo zenu, mkampokea, anaingia. Jambo lenye anazungumza siku ya leo, ameshaingia, lakini tengeneza nafasi iliyo tayari yenye atakaa. Akikaa unamsikiza, kwa sababu ni Mwokozi ameingia. Yeye ndiye ako na yote, anakuwazia yaliyo mazuri, ana jambo lako la maisha yajayo. Yeye anajua mwisho wako kabla wewe ufike mwisho wako. Anajua penye utakuwa kesho, anajua mavazi yenye utavaa, anatambua mioyo za kila mmoja. Huyo ndio Yesu tunamhubiri siku ya leo. Mpe sadaka ya makofi. Mpe sadaka ya makofi. Ongezea sadaka ya makofi. Mungu anataka kumzaa Yesu katika maisha yetu. Kwa nini Mungu anataka akamzaa Yesu katika maisha yetu? Ili tuweze kuwa wana na binti zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anataka amzae Kristo ndani ya maisha yako mwezi huu, ili wewe uwe mwana, wewe uwe binti yake. Kwa sababu Mungu anaachilia tu siri za ufalme kwa walio wana na walio binti, na wote waliompokea. Katika kitabu cha Yohana 1:12, na wote waliompokea aliwapa uwezo na mamlaka wa kuitwa wana, wa kuitwa binti. Wewe kwa sababu umempokea Kristo, pokea uwezo wa kuitwa mwana, wa kuitwa binti. Na unapoitwa mwana, unapoitwa binti, unafanyika mrithi pamoja na Kristo.
Chenye Kristo atarithi pia unarithi. Kama ni afya unairithi, kama ni mali unairithi, kwa sababu umefanyika mwana, umefanyika binti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akazaliwe ndani ya maisha yetu ili tuweze kuonyesha upendo wake kwa watu wengine. Nimesema nini? Nimesema jambo la kwanza, kwa nini ukubali Yesu akazaliwe ndani mwako? Kwa nini ukubali Yesu azaliwe ndani mwako? Ili uweze kuwa mwana na uweze kuwa binti wake. Yesu anapozaliwa ndani mwako, unafanyika mwana, unafanyika binti. Unakuwa sasa uko na haki ya kuuliza chochote na unapata, kwa sababu wewe ni mrithi sasa katika nyumba ya Baba. Jambo la pili, kwa nini Yesu azaliwe ndani mwako, azaliwe ndani ya maisha yako? Ili uweze kuonyesha upendo wake kwa watu wengine. Pasipo Yesu ndani ya maisha yako, hauwezi jua njia ya kuonyesha upendo kwa wengine. Uonyeshe upendo wa Kristo kwa wengine. Hata wale wenye ulikuwa unachukia, sasa unaanza kuonyesha upendo wa Kristo kwao. Hata ni watu wenye wananuka, wenye hauwezi wasalamia, ulikuwa unawadharau, sasa unaamuka na unaenda unaonyesha upendo wa Kristo. Yesu akazaliwa ndani mwenu. Amen. Ili mkaanze kujua jinsi ya kuonyesha upendo wa Kristo kwa wengine. Majirani wakaone upendo huu, marafiki wakaone upendo huu, maadui wakaone upendo huu, barabarani watu wakaone upendo huu, sokoni watu wakaone upendo huu, penye unafanya kazi watu wakaone upendo huu. Inamaanisha umekubali Yesu akazaliwa ndani mwako. Joy, chukua watoto peleka huko. Wacha salia kae chini. Thank you Jesus. Nimewapa mambo mawili. Usianze kusema mchungaji, mbona unasema Yesu akapate nafasi ndani ya moyo wangu? Ili wewe ukafanyike mwana, ili wewe ufanyike binti, msichana wa Yesu, kijana wa Yesu, mzee wa Yesu. Mungu anadili na wana. Mungu anadili na wana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la pili nikaonya ya kwamba unapokaa na Yesu ndani mwako, utaonyesha upendo wake kwa watu wengine. Wewe kama umeokoka na hauonyeshi upendo wa Kristo kwa watu wengine, weka X, anza kuandaa tena. Yesu akazaliwa ndani mwako. Mwezi huu ni mwezi wa nyimbo tu na upendo kwa watu wengine. Si kwa watu wenye umezaliwa nao, kwa watu wengine. Si kwako wewe mwenyewe, kwa watu wengine. Hicho kidogo chenye uko nacho, fikia watu wengine. Ile ujuzi wa kuzungumza yenye uko nao, enda tia moyo watu wengine. Fikia wagonjwa, waambie Yesu anaponya. Fikia walio njaa, mega huo mkate, slice moja, wacha mkagawane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anapozaliwa ndani mwako, hautaacha neighbor alale njaa, na unaweza mekea yeye kipande cha ugali. Bwana Yesu asifiwe. Hautaacha mwenzako, wewe ukifurahia chapati mbili unashika na unakunja pamoja na mwenzako anakunywa uji. Utaonyesha upendo wa Kristo kwake ili mkanywe uji pamoja na chapati moja moja. Hiyo Yesu amezaliwa na amekaa ndani ya maisha yako. Na mwezi huu ni mwezi wa nyimbo. Na Mungu atusaidie Jumapili ya leo na Jumapili ijayo mkapate ujumbe huu, ukakae ndani mwenu.
mkaanze kuitenda kazi. Msiwe tu mnasikiza, muwe mkiweka neno la Mungu kwa matendo, ili Mungu aanze kufanya kazi ndani mwenu. Mwaka wa 2026 wakaseme Victory Center, Yesu anatendea watu mambo yaliyo makubwa. Ukibarikiwa, fikiria mwingine. Ukiinuliwa, fikiria mwingine. Ukivishwa mavazi, fikiria mwingine. Ukibarikiwa na chakula, fikiria mwingine. Usianze kuweka ya kwamba nitakula mwezi ujao, kwa sababu ni mingi. Yesu akakaa ndani mwako na achukue nafasi kwa maisha yako. Hakika hautakuwa unawaza kuhusu wewe mwenyewe, utakuwa unawaza kuhusu wengine. Pigia Yesu mwenye amekaa ndani mwenu makofi mazuri. Yesu mwenye anakaa ndani mwenu makofi mazuri. Ninapoelekea kumaliza, maandalizi ya moyo, maandalizi ya kuzaliwa kwa Yesu katika maisha yetu. Jumapili hii tumezungumza tu kuhusu maandalizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika maisha yetu. Jumapili ijayo Roho Mtakatifu atatupa ujumbe. Ambia rafiki yako asikose, kwa sababu mimi sitaki kumaliza mwaka kama jambo mpya lijatendeka ndani mwangu lenye sijaiona kwa macho yangu. Nataka Mungu atende jambo. Maandalizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika maisha yetu inahusu mambo yafuatayo. Maandalizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika maisha yetu inakupasa, unapojiandaa, ni mambo gani inakupasa ufanye? Vijana wangu mkae chini. Huyu Mungu ni Mungu wa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kijana ujifunze kukaa chini na kutulia, na Mungu atakubariki. Utulie kabisa, kwa sababu neno hili unalihitaji. Unapokuwa mkubwa, hautaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na baraka hizi zenye unatafuta zinapatikana kwa neno hili, na ni Mungu lazima atumie mtu ndio upate ujumbe huu. Bwana Yesu asifiwe. Hata tumia wanyama, hata tumia hiyo maduka yenye unatembea, atatumia mtumishi mwenye ameandaa ila kunenee. Na wewe ni kijana mkubwa na Mungu anaweza kutumia. Tunasema hivi, ni mambo gani inakupasa ufanye ili uandae moyo wako na maisha yako Yesu akazaliwe katika maisha yako? Jambo la kwanza, na nataka niwasaidie. Jambo la kwanza, tubu na kuungama dhambi. Tutubu na kuungama dhambi zetu mbele za Mungu na kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka Mungu akazaliwe ndani ya maisha yako, katika maisha yako, jambo la kwanza unapofika mahali kama hapa, jambo la kwanza kabla uanze kumwomba kitu chochote, anza kutubu na ungame dhambi zako, uombe msamaha, ili moyo wako usiwe na jambo lolote na dhambi yenye hajasamehewa. Kutubu na kuungama dhambi zetu na kuomba msamaha ni jambo la kwanza, ukuwa umeliandika chini. Jambo la pili, ukimaliza kutubu na kuungama na kuomba msamaha, usiendelee tu kuomba msamaha na kutubu. Ukiomba Mungu amekusamehe. Ukimaliza kutubu Mungu ameshakusamehe. Ukimaliza kuungama na kutamka dhambi yenyewe, namwambie Mungu nisamehe. Unaitamka vile ilikuwa. Kama uliiba kalamu, sema niliiba kalamu ya blue na najua Mungu ni dhambi. Hiyo ndio kuungama. Kama ulijificha basi usema nilijificha kwa kona fulani. Hiyo ndio kuungama. Na unaomba msamaha. Unasema Mungu nisamehe. Jambo la pili, ukimaliza kutubu na kuungama dhambi zako, mshukuru Mungu kwa upendo wake na neema yake. Hizo ndio hatua za kuandaa moyo wako kwa Yesu kuzaliwa katika maisha yako. Usiingie tu unaanza kuomba Mungu chenye unataka. Anza na toba. Anza na kuungama dhambi zako. Anza na kuomba msamaha. Wewe ndio unajua vile umeishi na Mungu kuanzia Monday mpaka Sunday. Enda mahali, usiambie mtu, usiambie hata pastor. Ambia Mungu, ungama dhambi zako. Ukimaliza, hata kama itachukua dakika 5,
Ukimaliza anza kumshukuru Mungu. Ukimwambia Mungu sasa nakushukuru. Usitoke tu kwa kuungama. Unaanza kuomba Mungu nibariki, Mungu nibariki, Mungu nibariki. Anza kumshukuru kwa yale yenye ametenda. Wewe tangu uokoke kuna mambo Mungu ametenda. Usianze tu kumuomba na hujamshukuru. Hata baba yako ama wazazi wako na watoto wenye wako hapo, hauwezi enda tu kwa mzazi wako unaanza kumuomba. Unaanza kwanza na kumsifu. Kumwambia baba nimeshinda vizuri, mimi ni mzima. Unamwambia baba, najua huwa nakukosea kila wakati, nimekuja kuomba unisamehe. Ukimaliza hiyo unasema baba nakushukuru, hii nguo yenye nimevaa wewe ndio ulininunulia, na watu wanasema niko smart. Nashukuru kwa kuninunulia hii nguo. Ukimaliza hiyo unamwambia lakini baba, leo hii nguo nikivaa na kiatu ya blue itakuwa mzuri. Ukipata pesa naomba uninunulie kiatu ya blue. Ujaenda tu straight kwa kiatu. Umeanza kwanza na kujiandaa ili upate kibali mbele ya baba yako, apendezwe na wewe. Hiyo maombi ndio inajibiwa. Maombi yako na yangu haijibiwi kwa sababu hatuna formula. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna formula ya kumwendea Mungu. Maandalizi ya moyo, unapojiandaa kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndani ya maisha yako, lazima mshukuru Mungu kwa upendo wake na neema yake. Jambo la tatu, sikiliza neno la Mungu na kulifanyia kazi. Wewe unapoingia, tunawapa nafasi ya kuomba. Ungama dhambi zako, tubu, adeni mshukuru Mungu kupitia kwa wimbo, ruka kidogo, sifu kidogo, abudu kidogo. Mmekaa chini, sasa mnasikiliza neno. Na wanasema sikiliza hilo neno na ulitende, ulifanyie kazi. Ukitoka hapa, wacha neno hili uende ulifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne lenye nafofanya, kuwa tayari Yesu kuzaliwa katika maisha yetu ama maisha yako, na kumtangaza kuwa yeye ni Bwana wa maisha yetu. Enda kufanyia kazi neno, ni kutangaza ya kwamba Yesu ni Bwana wa maisha yako. Usinyamaze, kila wakati tangaza Yesu ni Bwana. Mambo yakiwa ngumu, ukiwa barabarani, pengine driver amelala, gari linaenda mrama, inaenda kwa msitu, usianze kulia mama yako. Usianze kulia mama. Lia Yesu. Umwambie Bwana ndio Mwokozi, ndio Bwana wa maisha yangu, na sitaangamia. Ijapokuwa driver amelala, mimi sitaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Dakika moja ya kumaliza. Mumejua jinsi ya kuandaa, kufanya maandalizi ndani ya mioyo zenu ili Yesu akazaliwe. Matokeo ya Yesu kuzaliwa katika maisha yetu. Nataka msikilize matokeo matatu hapa, na tunasimama tunaomba. Unapokubali Yesu azaliwe ndani ya maisha yako, haya ndio matokeo. So usianze kusema kwani wewe ni nini kitendakaji. Unapata watu tunapopeana nafasi ya ushuhuda, si ya kwanza ya kwamba ni udini, ni maandiko. Tukipeana nafasi ya ushuhuda ni maandiko. Ndio tuambie vile ulipeana nafasi ya Yesu kuzaliwa ndani mwako, matokeo ni gani? Katika kitabu cha Ufunuo wanasema kwa ushuhuda wao walipata kuponywa. Kwa damu ya mwanakondoo pia walipata kuponywa. Ushuhuda ni jambo lenye liko kibibilia, na Yesu anapenda sana shuhuda za watu. Maisha bila ushuhuda ni maisha yanaweka question mark ya kwamba hujaruhusu Yesu kukaa ndani ya maisha yako. Yesu akikaa na azaliwe ndani ya maisha yako, matokeo ni haya. Number 1, upendo wa Mungu.
Yesu anapozaliwa katika maisha yetu, tunapata upendo wa Mungu na kuwa wana na binti wake. Hiyo ni jambo, unakuwa na uhakika ya kwamba mimi si ule wa jana, mimi ni mwana, mimi ni binti wa Yesu. Hata ukiaprochiwa na mtu mwenye hajaokoka, hautajipeana tu, utajua wewe ni binti wa Yesu, wewe ni mwana wa Yesu. Hautaenda kwa vikundi zenye ziko na uchafu peke yake. Wewe utachagua, kwa sababu upendo wa Mungu ndio utakuwa unakutawala. Jambo la pili, matokeo, nguvu za Mungu. Tutapata nguvu za Mungu na kuishi maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa Disemba ukiwa mwezi wa ushindi, ukiwa hapa senta ya ushindi, ya kwamba unapoacha Yesu azaliwe ndani ya maisha yako, unaishi maisha ya nguvu za Mungu na ushindi. Kila wakati unaposimama unazungumza ushindi. Hiyo haitakuondolea shida. Utaingia ndani ya shida, lakini Mungu anasema atakuwa na wewe kwa shida hiyo, na wewe ukitoka ndani ya shida unakuwa na ushindi. Usidanganywe na mtumishi wa Mungu yoyote ya kwamba unapookoka shida zinaondoka. Hapana, wewe tofauti yako na yule mwenye hajaokoka. Nyinyi wote mtaingia kwa shida, lakini wewe hautakuwa peke yako kwa shida, utakuwa na Mungu kwa shida, na ukitoka unatoka mshindi, kwa sababu wewe ni mwana. Ukiingia kwa shida utaingia na baba yako. Wale wenye hawajafanyika wana hawataingia na baba yao, kwa sababu hawana baba. Baba yao ni Shetani mwenye anaogopa moto, anaogopa shida. Lakini wewe uliochagua Mungu, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, aliamua kuingia katika tanuri ya moto, akakaa na Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu wa Danieli aliamua kuingia katika tundu la simba, akakaa kule, na yeye ndiyo simba ya Yuda. Simba wengine wakamuna maramba Danieli, hawakumwangamiza. Danieli akatoka na ushindi. Dunia mzima ikaabudu Mungu wa Danieli. Wacha Mungu wa Kajairo akatangazwe kila mahali, wakati anatoka kwa shida, wakati adui wake wanaipika, wakati adui wake wanashangaa jinsi ametoka ndani ya shida. Yesu atakuwa ndani ya shida pamoja na wewe. Sitaki kuwadanganya ya kwamba shida haitakuwa. Shida itakuja, lakini ukiwa ndani, kwa sababu wewe ni mwana, una yeye aliyekuzaa, aliyezaliwa ndani mwako, atatoka na wewe ukiitwa mshindi, na ushuhuda yako itajenga na kuponya wengi. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho, matokeo ya wewe kuruhusu Yesu azaliwe ndani mwako. Tutakuwa mashahidi wa Mungu na kuonyesha upendo wake kwa watu wengine. Unaporuhusu Yesu azaliwe ndani na katika maisha yako, utakuwa mashahidi wa Mungu na utaonyesha upendo wa Mungu kwa watu wengine. Hebu tukubali maandalizi ya kuzaliwa kwa Yesu katika maisha yetu na kutangaza kuwa yeye ni Bwana wa maisha yetu. Simama kwa miguu yako, uambie Mungu, nimeandaa